Mzigo wetu unaanzia hapa. Mwamba anamshindilia mishindo mwanadada hapa, lakini anaonekana mwanadada ni kama hapendi kinachofanyika hapa, anatokwa na machozi tu. Baada pale mshikaji kafunga goli lake chali. Na kabla tujaendelea na mzigo wetu, nakuomba tu subscribe na kubonyeza alama kengele ili miongoni mwa familia ambao wanapata recap za namna hii. Mimi ni Shai TZ, let's go. Mwamba baada ya kumpelekea moto mwanadada huyu akampa kiasi cha shilingi 20,000 kama asante kwa kile ambacho amekifanya, lakini mwanadada huku analia tu. Swali ni kwamba Sara ni kwa nini anafanya hivi? Na baada pale akaenda kwenye duka la dawa, lakini ananunua dawa nyingi kweli kweli. Maelekezo kama kawaida kawa anatoka atumie 3 mara 2, 2 mara 3. Baada pale mwanadada akaondoka katika duka hilo. Baada pale akarudi nyumbani. Kumbe nyumbani anaishi na mume wake ambaye alipata ajali ya pikipiki na akawa ni mtu wa ndani tu. Kumbe Sara anajiuza kwa sababu ya mume wake. Mume wake anaitwa Adam. Hapa anamwamsha ili ampatie angalau uji kidogo, mpatie nguvu. Lakini Adam wala hajiwezi kabisa. Upande wa pili kwa Mwamba Dika, Mwamba kumbe kaoa bwana, ana mke hapa. Lakini mke kaja hapa sebleni kumuuliza jambo zito kweli kweli. Anamwambia kwamba huko ndani nahisi kama kuna harufu ambazo sizielewi. Sijajua nani kaingia huko ndani tofauti na mume wangu. Mwamba akamwambia mimi sijui chochote kwa sababu mimi nilitoka. Mke akamwambia una uhakika hujui aliyeingia ndani? Akasema mimi sijui chochote. Mimi nitakudanganyaje mke wangu? Mke akamuuliza tena una uhakika unidanganyi? Mwamba akasema na uhakika bwana, sikudanganyi chochote. Lakini baada pale mke bwana akatoa nguo ndani. Kumbe kule chumbani alikutana na nguo ndani ya mwanamke. Akawa anaulizwa na hii? Mwamba kainama tu, hana hata cha kujibu. Yaani kwenye kitanda cha mke wake jamaa akaleta mwanamke. Mwanamke analalamika kweli kweli. Mbali na kutembea na mashemeji zako na rafiki zangu wote, leo hii umeamua kuja kuniletea mwanamke huko ndani kwangu, kitanda changu mwenyewe. Bwana kumbe Mwamba kashapiga mpaka shemeji zake. Mwanamke akatangaza vita ya kukomeshana humo ndani kwamba atachiti na kila mtu ili kulipa kisasi. Anajiumiza au anamuumiza mwanaume? Twende tuone. Lakini mwenye nguo yake ya ndani ambaye ni Sara, wakati anataka kwenda kuoga bafuni akahisi kabisa yani yuko empty, yani maana yake ni kwamba hana nguo ya ndani. Akakumbuka amesahau kule kwa Dika. Lakini hii ni siku nyingine ambayo amekaa ndani na mume wake. Mume wake ni mgonjwa tu muda wote, lakini ghafla mlango ukagongwa na kwenda kufungua. Alipoenda kufungua akakutana na mwenye nyumba. Mwenye nyumba anahitaji kodi yake. Sihitaji hata salamu yako. Ninachohitaji tu ni kodi yangu. Ninakupa siku 3 tu na kuja kuchukua kodi yangu ama mniachie chumba changu. Mwanadada kaachwa katika wakati mgumu sana, lakini hapa yupo ameshika tama. Ameenda baa kuomba kazi na hapa akamsubiri bosi. Mara ghafla bosi kaja akawa anamwambia kwamba kwa namna ambavyo ulivyo wewe huna vigezo vya kukizi kila ambacho tunakihitaji. Maana yake ni kwamba tunahitaji watu fulani hivi ambao wanaweza kuwavutia wateja. Sasa wewe ulivyo huna sifa ambazo sisi tunazitaka. Mwanadada akakosa kazi kwa sababu tu ya kukosa sifa. Lakini mwanadada akasema naomba hata mnipe kazi za kufagia, naweza nikafanya. Lakini Mwamba akamwambia kwamba hapa kazi hazipo. Hata kama ukienda kwingine kuomba kazi, usije unaomba kazi kama unaenda kanisani. Baadaye Mwamba kajichenga, dada kakosa kazi. Upande mwanadada Glory ambaye ni mke wa Dika akaja kwa rafiki wa karibu sana na mume wake, akawa anamwambia kwamba shemeji, hivi mimi napungukiwa kitu gani? Yaani manake mpaka akanichiti na mwanamke wa nje kwenye kitanda changu. Dada akawa anazunguka tena muonyeshe namna ambavyo Mwenyezi Mungu kamjalia. Baada ya kumaliza kumwelekeza, Mwamba akampongeza tu kwa uamuzi ambao amechukua shemeji yake. Manake anampongeza kwa maamuzi ya kugawa utamu taa mzima hii. Akasema kwa atamsupport kama sehemu ya kulipa kisasi. Akasema kwamba hata mimi nina kisasi naye kwa sababu kashatembea na mke wangu mimi kwenye kitanda changu mimi, na pia katembea mpaka na mdogo mtu wa mke wangu. Manake ni kwamba hata mimi na kisasi naye. Mke wake alikuwa juu. Akashangaa kweli kweli baada ya kusikia hilo. Bwana, mahusiano yakaanzia hapo hapo. Mwamba akasubiri siku ya kujipakulia minyama ili kulipa kisasi. Hii siku bwana ikafika. Mwanamke kachojwa nguo na kisha anapanda kitandani. Mwamba amemsubiri kwa ajili ya kujipakulia minyama tu. Shughuli kaanza bwana. Wakati wanashikana, Mwamba anahitaji kwanza kula denda, lakini mwanamke akashtuka ghafla hapa. Akakataa kufanya kile kitu. Akasema siwezi kumsaliti mume wangu. Siwezi. Lakini Mwamba akawa anamforce tu ili apate mzigo. Lakini Mwamba akajilaumu sana kuikosa hiyo bahati ya kujipakulia minyama. Mke wa Dika wakati anatoka kwenye loji hiyo akakutana na mwanadada Sara. Sara akamuita bwana kwa ajili ya kumwomba msaada ili amsaidie. Akamweleza shida ambayo anakutana nao. Lakini mwanadada Glory akasema kwamba inawezekana vipi nikusaidie mtu mwenyewe simjui, hata kama nakusaidia. Yaani mtu sikujui, umetokea wapi? Leo hii nije nikusaidie tu hivi hivi, sijui ulikotoka. Lakini mwanadada akasema naweza nikaenda kukuonyesha nyumbani kwamba napitia hali gani. Mume wangu ni mgonjwa. Baada pale akampeleka nyumbani. Akawa analia tu hapa. Lakini akamwambia huyu ni mume wangu, anaitwa Adam. Alipata ajali ya bodaboda. Kwa hapa alipo hawezi hata kuamka. Nipo napambana kwa sababu pesa zilinishia, nikaamua kumtoa hospitali. Niko naye tu hapa. Sina hata pa kumpeleka. Marafiki zake walijitoa lakini haikutosha hata kumtibia. Lakini mwanadada akamuuliza vipi kuhusiana na wazazi wake. Sara akamwambia nilitoka nyumbani nikiwa mdogo sana kwa sababu ya unyanyasaji ambao ulitokea katika kijiji chetu. Kwa hiyo niliamua kuja hapa mjini. Nikakutana na Adam ambaye anapitia wakati mgumu hivi sasa. Lakini mwanadada akamfuta machozi, akamwahidi kumsaidia kumwajiri kama house girl. Na wala sijue kabisa binti huyu ndiye ambaye aliingizwa ndani na mume wake na akasahau nguo ndani.
ndani, hajui chochote mpaka hapo. Lakini Mwamba alipoingia akamtazama jicho moja tu na kisha kaondoka chumbani. Manake hajafurahishwa hata kidogo kumuona binti huyu akiwa hapo nyumbani. Lakini alipotaka kuondoka, mke wake akamvuta, akamwambia huyu ni mfanyakazi wa ndani, akamtambulisha huyu ni mfanyakazi wa ndani kuanzia sasa, anaitwa Sara. Lakini Mwamba hashoboki kabisa na stori zao, kisha akaingia chumbani kwani amechukizwa na kitendo hicho. Lakini hali ya mume wake ni mbaya sana. Karudi nyumbani kamkuta mume wake amejaribu kutoka nje, akaamua kumuingiza ndani. Baada ya wiki kadhaa kupita, anaonekana Glory ambaye ni mke wa Dika anashuka kwenye bodaboda na kisha akampa nauli yake, akataka kujichenga, lakini bodaboda akamwambia kwamba hebu subiri madam, kuna kitu nimeagizwa na mfanyakazi wako wa ndani hapa. Akakitoa, ni kipimo cha mimba. Kipimo cha mimba? Glory akafika nyumbani akaona shauku ya kutaka kujua hicho kipimo cha mimba, anapima mimba ni ya kwake mwenyewe au amemchukulia mtu mwingine. Lakini mwanadada kashaanza kula ndimu hapa, manake ni mjamzito wana. Kuna kitu nataka nikuulize, mume wako ana siku nyingi yupo kitandani zaidi ya miezi 2 sasa, una ujauzito? Sara akasema hapana. Vipi kuhusiana na hiki kipimo cha mimba? Lakini Sara akamwambia kwamba nilikuwa na hofu tu kwamba huenda naweza nikawa na ujauzito, kwaona jiangalia. Una hofu ya ujauzito kwaona mchiti mume wako? Sara akasema hapana, niliagiza tu nijipime nione kama na ujauzito, ingawa sijashiriki muda mrefu na mume wangu, lakini bado na hofu. Dada watu akaamua kujichenga akamwacha hivyo. Lakini siku ya pili akawa ametoka kujipima sasa. Lakini Mwamba Dika akamfuma mwanadada huyu, akamuuliza nini ambacho unaficha huko? Mwanadada akasema hamna kitu. Lakini baada ya pale mwanadada akatoa kile kipimo, Mwamba akakiangalia akamwambia una ujauzito? Akamuuliza ni wa nani? Mwanadada akasema si ni wako. Mwamba akashangaa, ujauzito wangu? Upande wa bodaboda ambaye aliagizwa vipimo na Sara, anaonekana amesimama na Adamu hapa njiani, ambaye alikuwa ni mgonjwa amelala kitandani, lakini kwa sasa hali yake imeshaimarika tayari. Bodaboda akawa anamuuliza Adam, hivi yule mke wako mmeshaachana? Mwamba akasema hatujaachana, lakini aliniagiza kipimo cha mimba. Kwao nikawa nashangaa. Mwamba akashtuka kweli kweli, kipimo cha mimba? Bodaboda akamuuliza kwani kuna tatizo? Mwamba akajichekesha akasema kuna tatizo na kisha akasepa. Lakini Mwamba hii siku akawa na mawazo sana, akawa nawaza kuhusiana na mke wake. Huu ujauzito anaupataje? Tumekaa miezi mingi kweli kweli hatukutani. Yani imekuwaje? Yupo anawaza na mawazo kweli kweli. Mke wake anatoka kazini hata amsalimi, anaingia ndani na kisha anaenda kukaa kitandani. Mwamba anaingia ndani kwenda kumuuliza mke wake nini shida, lakini mke wake wala haongei naye kabisa. Mwamba akawa anamwambia ni heri tu ufunguke uwazi kama kuna changamoto ambayo unakumbana nao ili na mimi nijue kabisa. Lakini Sara kumjibu chochote, lakini ghafla akataka kutapika hapa. Akatoka na kimbia kuelekea nje kwa ajili ya kutapika. Lakini Mwamba Adam akawa anatoa machozi tu hapa. Anajua kabisa hiyo ni mimba na tayari mke wake kashamsaliti. Sasa atafanya nini huyu? Akaona kulia tu kwa sababu hata mke wake hamjibu chochote. Lakini kwa Dika huku bwana siku hizi apewe unyumba kabisa. Hii siku kaamua kumchekesha tu mke wake ili kumrudisha kwenye mudi. Lakini baada ya kumchekesha mwisho kabisa akataka kumuomba show, mke wake akaitambua hiyo, akakataa kabisa. Lakini kilichofuata ni kila mtu kulala mzungu wa nne. Mwamba kaikosa hiyo siku bwana, japo aliperform vizuri sana kwenye show ya kuchekesha, lakini kilichofuata akaikosa hiyo show nyingine ya pili bwana. Wakaamua tu kulala kila mtu kivyake. Asubuhi kuna kucha anaonekana mwanadada anaingia kazini. Lakini baada ya kuingia kazini kakutana na bosi wake wa kike. Akamwambia kwamba hivi ushaona mwanamke yeyote ameingia kwenye nyumba yangu? Sijaona mwanamke yeyote akiingizwa ndani huko. Lakini bosi akamwambia kwamba ukiona mwanamke yeyote anaingizwa ndani huko nipigie simu mara moja na kuja chapu tunafumania. Baada ya kugundua bosi wa kike ameondoka, mwanadada Sara naye akaingia chumbani mpaka kwa mume wa mtu. Mwanadada akawa anamwambia nina hofu sana kuishi na mume wangu kwa sababu tayari kashagundua mimi nina ujauzito. Kwa hiyo ninaogopa hata kuishi kule. Lakini Dika akamwambia mimi nitakusaidia. Kama ni kutoa mimba, gharama zote za kutoa mimba mimi nitashughulikia. Lakini mwanadada akasema mimi sitoi mimba. Mama aliwahi kuniambia kwamba nisijaribu jambo hilo hata kidogo. Maana yake ni kwamba siwezi kutoa mimba. Lakini Mwamba akamuuliza kwamba unahitaji msaada gani kwangu? Lakini mwanadada akasema kwamba nahitaji unioe. Akashangaa. Wakati bado anashangaa, mwanadada akawa anachojoa nguo zake ili show ipigwe pale. Na unavyojua jamaa ana ugwado kweli kweli, amenyimwa na mke wake siku nyingi. Mwamba kaichapa. Lakini upande wa Mwamba kuitwa Adam kakutana na bosi wa mke wake. Akawa anamuelezea changamoto ambazo anakumbana nazo kwenye ndoa yake. Ana hofu sana na mke wake pengine kashaanza mahusiano huko, lakini mwanadada akasema mimi sijui. Lakini Glory akamwambia tuondoke mpaka nyumbani, labda tukamhoji kwa sababu nyinyi tayari mshakuwa familia. Tukamhoji tumuulize nini sababu ya yote ambayo yanatokea, kama kweli ana ujauzito au la. Wakaondoka naye mpaka nyumbani. Kumbuka nyumbani kule kuna show inaendelea. Bwana, show ya hao ilishakamilika, lakini hapa wakashtuka mlango unagongwa bwana, na anayegonga ni mke wake. Anafanyaje hapa? Sijui alimficha wapi Sara. Mwanamke anaingia ndani, anamuuliza vipi? Akasema safi. Lakini akamuuliza kuhusiana na Sara, maana ameita muda mrefu wala haitikiwi kabisa. Mwamba akamwambia kwamba mimi sijui chochote kuhusiana na Sara. Lakini wakati anataka kuondoka mwanamama, mara ghafla kaona nguo ambayo ni ya Sara. Sasa jamaa baada ya kuulizwa akawa anajikanyaga kanyaga tu hapa. Lakini mwanamama akaona sio mengi sana. Akasema tutakuja kuyazungumzia baadaye. Ngoja tukazungumze kwanza na wageni.
Baada ya pale wakatoka sebuleni akiwa ameibeba nguo yake bwana. Hapa tayari Adam kashafika ili kujua ukweli kuhusiana na hii mimba ni ya nani. Baada ya utambulisho kukamilika, akawa anazungumza na Sara. Sara, kama una ujauzito tuambie tu ukweli. Mwamba akadakia akamwambia mke wake tuachie tu yani mambo yao yamalize, maana hiyo ni familia tayari. Mke wake akamwambia kwamba hata si ni familia, kwa lazima tujue ukweli. Sara, tuambie ukweli, mimba ni ya nani? Mwanadada akafunguka ukweli, akamwambia mwenye huyu mtoto ni mume wako na nampenda sana yani. Bwana Glory akashangaa. Ni kweli? Kama utaniruhusu tu dada, naomba niruhusu tu niolewe na mume wako, niwe mke wa pili. Bwana si itakuaje hapa? Bwana imeandikwa to be continued, maana yake itaendelea. Unaweza ukaingia YouTube kwa mwamba wa kuitwa Matambo Cinematic, lakini pia unaweza ukabofya pia link nimekuwekea hapo chini ili kutazama mwanzo mpaka mwisho filamu ya Hapa Nyumbani Tanzania. Utaangalia mwanzo mpaka mwisho na vigongo vya kutosha tu kutoka kwake Matambo. Kama kawaida tusupport vya nyumbani, maana nyumbani kuna kazi nzuri kweli kweli na tamu za namna hii. Lakini nakuomba tu subscribe channel yangu na kubonyeza alama kengele ili miongoni mwa watu ambao wanapata recap za kutosha za namna hii. Mimi ni Shai TZ. Let's go.